Hello. Naamini unaendelea vizuri na afya yako huko tena Mwalimu Baraka Mwajeka. Leo nataka nikupe story moja hivi. Yaani kuna mtu mmoja zamani alinihadithia, akasema kwamba kulikuwa na mzee mmoja alikuwa ameoa ana mke wake mzuri sana na mke wake alikuwa anapendana sana. Na alikuwa anaishi katika nyumba ya ajabu kidogo ambayo ukiangalia ile nyumba ilikuwa ifanania au hairidhishi kwenye maisha yao. Siku moja sasa mvuvi katika harakati kwa anaenda anavua, analeta chakula, wanapika ile samaki ndio inakuwa mlo wa siku. Lakini sasa siku moja akawa amekosa samaki, kwa mkosa ule mlo siku hiyo sasa. Mwanamke akawaka. Akaanza maneno anatukana mke wangu kuja ile tunatukana kama ndio matusi kama hayo. Kama mwanaume unaelewa ukiwa unatukana hivyo, yani unaongeleshwa maneno kama hivyo, inakuwa inaumiza kiasi gani. Naambia leo nimekosa, kesho nitapata. Alivyoenda siku nyingine bwana akawa amevua, alipovua akavua samaki ambaye ni wa dhahabu. Akashangaa, samaki vipi wa dhahabu? Akamuuliza, akawa anataka kumchukua sasa aondoke naye kwa sababu samaki mkubwa na amechelewa. Ametumia muda mwingi sana kuweza kuvua samaki. Yule samaki akaongea, bwana mimi sio samaki wa kawaida, niache. Mimi si ni prince ambaye nilikuwa nimerogwa kwa nikubalika kwa samaki. Hiyo ni story tu. Sasa akawa amemwacha, akamwachia. Aliporudi nyumbani akamuelezea story yote bwana kilichotokea kuhusiana na yule samaki. Mke wake akamwambia nenda, kama anaongea maana yake kamuongeleshe vile vitu ambavyo anavitaka. Mara ya kwanza akamwambia nataka nyumba, akapata nyumba. Mara ya pili anataka castle, akapata castle. Anataka mimi niwe kimfalme, akawa mfalme. Alafu akamwambia sasa nataka mimi niwe Mungu. Samaki akashangaa sana. Akapotea yule mwanamke kwa sababu Mungu haonekani. Mwisho wa siku akaamua basi naomba niwe kawaida, akarudi kwenye maskini. Nataka nikufunze kitu kimoja kwamba watu wako hivi, watu hautoweza kuwaridhisha 100%. Watu wana mahitaji mengi. Leo anahitaji hiki, unaweza kuwa na rafiki anahitaji hiki, kesho anahitaji kile na kile, aridhiki. Kwa nini cha kufanya ni kwamba fanya vile ambavyo unaviweza rafiki yangu. Kuliko unafanya vitu ambavyo ni overdose, unaongeza madeni ili kwa ajili ya mtu. Unauza vitu kwa ajili ya mtu. Una sacrifice uhai wako kwa ajili ya mtu. Usifanye hivyo. Fanya vile vitu viko ndani ya uwezo wako na mtu wako akuridhie au watu wako wakuridhie sawa sawa na kiwango ambacho uko. Kiwango ambacho uko silazimisho uwepo kwa sababu ya kuweza kulinda mahusiano fulani. Najua mahusiano ni gharama, lakini ni muhimu sana kuzingatia kwamba pia uko katika level gani. Kadri unavyozidi kupanda level ndio unazidi kuboresha mahusiano yako kulingana na level ambazo uko nazo. Asante sana, uwe na wakati mwema.